Kristo wa Nazareti. Hilo ndo kanisa ambalo Mungu analitaka. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Jina la Yesu libarikiwe sana. Amen. Sasa hicho ndicho tulichokiongelea jana. Leo nitaongelea mambo kadhaa kama mawili. Na nataka niongee, nimekwambia maisha yetu yanatambulishwa na kifo cha Yesu, kufa na kufufuka. Sasa leo nataka kusogea kidogo. Naongea kwa habari ya mambo mawili muhimu yaliyotokea wakati Yesu anakata roho. Mambo mawili muhimu yaliyotokea wakati Yesu anakata roho pale msalabani. Kila tukio kwenye maisha ya Yesu lina maana sana kwenye maisha yetu. Hilo nataka tutambue. Kila tukio lililotokea kwenye maisha ya Yesu akiwa hapa duniani lina maana kubwa kwenye maisha yetu. Linajenga msingi fulani au fundisho fulani au kutoa mfano wa mwenendo vile sisi tunavyopaswa kuenenda. Maana Kristo ni kielelezo, Kristo ni mfano kwetu, Kristo ametuonyesha njia. Kwa hiyo kila tukio kwenye maisha ya Yesu alipokuwepo hapa duniani ni muhimu. Sasa wakati huu tunatafakari kufa na kufufuka kwa Yesu, na tunaangalia matukio mbalimbali yanayohusiana na kufa na kufufuka. Na sasa nataka tuangalie wakati anakata roho nini kilitokea. Twende kwenye kitabu cha Mathayo mlango wa 27 mstari wa 50 mpaka wa 54. Mathayo 27 mstari wa 50 mpaka 54 tutasoma hapo katika jina la Yesu. Na kabla sijasoma, sasa acha nimshukuru Mungu. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa maneno haya matakatifu ambayo Bwana leo tunajifunza tena. Libariki neno lako, liwe na nguvu ya kufanya upya, liwe na nguvu ya kuhuisha, liwe na nguvu ya kuponya tena jioni leo. Katika jina la Yesu tuseme amen. Mathayo 27 na ule mstari wa 50 mpaka 54. Na unasema, basi Yesu akalia tena kwa sauti kubwa, akakata roho. Mstari wa 51, hapo pazia la hekalu likapasuka vipande viwili toka juu mpaka chini. Nchi ikatetemeka, miamba ikapasuka, makaburi yakafunguka, na watu wengi wa Mungu waliokufa wakafufuliwa. Nao baada ya kufufuka kwake wakatoka makaburini, wakaingia katika mji mtakatifu, wakaonekana na watu wengi. Mstari wa 58 anasema, basi jemedari na wale waliokuwa wakimlinda Yesu walipoona tetemeko la ardhi na yale mambo yaliyotukia, wakaogopa sana, wakasema, hakika mtu huyu alikuwa mwana wa Mungu. Haleluya. Jambo la kwanza tunaloliona hapo lililotokea wakati Yesu anakata roho, anasema pazia la hekalu likapasuka vipande viwili. Unanielewa mtu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa wewe nikupitishe kwenye historia kidogo. Wakati hekalu au hema ya kuabudia vile ilivyokuwa imetengenezwa, imejengwa, kulikuwa na sehemu ya patakatifu, alafu patakatifu baba takatifu. Na huku patakatifu na patakatifu patakatifu alikuwa anaingia kuhani peke yake kutoa dhabihu na kutoa dhabihu na kuomba rehema kwa ajili ya watu. Kwa hiyo watu walikuwa wakiingia kwenye hekalu, walikuwa wanaishia huko. Kule patakatifu patakatifu alikuwa anaingia kuhani peke yake, tena mara moja tu kwa mwaka. Ukisoma kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi utakutana huko na haya mambo. Sasa hakuna mtu mwingine aliyekuwa na nafasi ya kuingia huko, tena hata kuhani mwenyewe alikuwa akiingia anafungwa kamba mguuni.
anafia kule kwa sababu ya uwepo wa Mungu. Kwa hiyo wanamfunga kamba mguuni, wanamsikilizia. Wakiona pamekuwa kimya kwa muda mrefu, inabidi watikise, wavute kamba, waangalie mwamba yuko hai au shakata moto. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Ndivyo walivyokuwa wanafanya, kwa sababu patakatifu palikuwa panaingiwa na walio watakatifu peke yake, kwa sababu Mungu ana sifa ya kutokuchangamana na mtu yote mwenye dhambi. Lazima anayekutana na Mungu awe mtakatifu. Kwa maana anasema mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Jina la Yesu libarikiwe sana. Sasa ndio walivyokuwa utaratibu. Sasa wakati Yesu anakata roho, halo, imagine hapa pana pazia. Pana nini? Pana pazia. Mama mmoja anisaidie kitenge hapa tutoe mfano vizuri kabisa. Sogezeni na hii meza. Sogezeni hii meza, mtu mmoja nisogezeni meza, weka pembeni. Asante. Sasa wewe dada, shika hicho kitenge. Wale wa mama wawili. Asante. Mwingine njoo hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Asante. Sasa wewe mama njoo. Alafu nipate wengine watu 3 4 tusimame hapa. Jina la Yesu libarikiwe sana. Imagine hili ndio pazia linalotenga patakatifu na huku sehemu ya watu wengine wanakuja kuabudu. Sasa wakati Yesu yuko msalabani, wakati Yesu yuko msalabani, wakati anakata roho msalabani, neno la Mungu linatuambia pazia likakatika katikati. Unanielewa eh? Kwa sisi tuliokuwa hapo tumekaa huko, hatuelewi mambo yanayoendelea pale kule patakatifu kwa sababu kuna pazia imefunika. Halo? Na sisi haturuhusiwi kuingia kule. Tumetengwa na ile pazia nzito imeweka utando. Kule wanaingia makuhani kwenda kufanya upatanisho wa watu na dhambi zao. Wengine marufuku. Kuhani mwenyewe anaingia mara moja kwa mwaka. Yesu Kristo alipokata roho msalabani, mara pazia likakatika. Likakatika. Na pazia lipokatika, hapakuwa na kizuizi tena cha watu kuingia patakatifu. Wakitokea wenye dhambi kama hawa, saa ya wao kuhitaji msaada wa Mungu, wana access kwa kupitia damu ya Yesu Kristo iliyomwagika pale msalabani. Tuendelee kwa pamoja. Sasa tunaenda patakatifu pasipo kizuizi cha aina yoyote, na huku tunakutana na Mungu, tunapata rehema, huku tunapata mahitaji yetu, huku tunawasiliana na Mungu moja kwa moja, kwa sababu pazia lilokuwa limetuzuia limekatika. Halo? Ndio maana kazi ya Yesu na kifo msalabani ni cha muhimu sana, kwa sababu wakati Yesu anakata roho, kuna jambo lilifanyika kubwa kwa ulimwengu. Sio makuhani peke yake wanaenda kutuwakilisha, hapana. Hata wewe mwenyewe Yesu akiingia ndani ya maisha yako akawa Bwana na Mwokozi, unatakaswa kwa damu iliyomwagika pale msalabani. Ukitakaswa unakuwa mwana wa Mungu. Halafu ukitaka kwenda kwa baba yako, hauhitaji kuhani, hauhitaji Mama Maria kuombea sala. Ukifika pale mbele za Mungu, wewe unaenda patakatifu, kwa sababu ile damu ya agano imeandika ya kwamba wewe ni kiumbe kipya uliyetakaswa kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti, na una nafasi ya kumwendea Mungu moja kwa moja katika jina la Yesu. Ndio maana Biblia inatuambia tunaishi katika agano lililo bora zaidi kuliko maagano mengine, kwa sababu sisi tuna nafasi ya kuingia patakatifu. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwa pazia likakatika. Na nataka nikwambie pazia limekatika leo. Leo una nafasi ya kwenda
ikija tabu nitaingia kwa Baba, na ikija magonjwa nitaenda kwa Baba, ikija sui vurugu gani nitaenda, kwa sababu pazia limekatika. Hello? Wewe kwa nini unakata tamaa? Sikiliza nikupe changamoto. Unaanza kuona ulokole mgumu. Unaanza kuanza kurudi duniani. Hello? Jina la Yesu libarikiwe sana. Wakati huu wa kipindi ambapo una nafasi ya kufurahia wokovu kuliko kipindi kingine chochote kilichowahi kutokea katika historia ya Biblia. Ni wakati huu pazia limekatika. Hakuna wa kukuzuia. Ndio maana sisi tuna neema iliyo kubwa sana. Hatuombei na Mama Maria. Hapana. Hatuombewi nayo. Kila mtu unaweza kuingia patakatifu katika jina la Yesu. Nami leo nakuombea katika jina la Yesu, upate ujasiri huo, upate neema hiyo, upate nguvu hiyo. Nasema upokee katika jina la Yesu. Nasema pokea. Nasema pokea. Kisiwepo kitu cha kukutenga na upendo wa Mungu Baba. Chochote kikija kiambie naenda kwa Baba. Pazia limekatika. Pazia limekatika. Sema pazia limekatika. Pazia limekatika. Nienda kwa Baba katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu alipokufa akavunja kile kiambaza. Kila mtu anaweza kuingia patakatifu na kuongea na Baba. Fungua kwenye kitabu cha Efeso 2 mstari wa 14 na 22. Aliyepata nasa kunisomea hapo, twende kwa haraka. Efeso 2:14. Yes. Kwa maana yeye ndiye amani yetu, aliyetufanya sisi sote tuliokuwa wawili kuwa mmoja, akakibomoa kiambaza cha kiti cha haki kilichotutenga. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema yeye aliyetufanya wawili kuwa moja, akakibomoa kiambaza kilichofanya nini? Tutenga. Sikiliza nikwambie. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Njoo dada wewe nisomea, njoo na wewe hapo, njoo na mama hapo. Leo tunahubiri kwa mifano. Sasa sikiliza. Hawa wawili ni mfano wa Mungu na mwanadamu. Dada kaa. Ni mfano wa Mungu na nani? Na mwanadamu. Na hapa katikati kuna kiambaza kilichowatenga, yaani dhambi. Mungu ni mtakatifu, hahusiani na wenye dhambi. Kwa huyu mfano ndio Mungu, hahusiani na huyu huku. Katikati kuna kiambaza. Yesu Kristo alipokufa pale msalabani, akaenda katikati ya Mungu na mwanadamu, akawa daraja kati ya Mungu na mwanadamu, akavunja kiambaza. Sema kiambaza. Akaangusha ukuta. Sema ukuta uliowatenga kati ya Mungu na mwanadamu. Halafu nasema akawafanya hawa wawili kuwa mmoja. Haleluya. Akawafanya hawa wawili kuwa moja. Unanielewa? Ndio maana Paulo anasema sio mimi ninaishi, bali ni Kristo ndani yangu. Maana yake Paulo hakuonekana Paulo aliyekuwa muuaji tena. Paulo hakuonekana Paulo aliyekuwa katili tena. Paulo hakuonekana Paulo aliyetesa kanisa tena. Yesu alipoingia ndani yake, akabomoa, akavunja kile kiambaza kilichowatenga yeye na Mungu, halafu akawa mmoja katika Kristo. Haleluya. 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 Leo ninao ujumbe katika jina la Yesu. Nasema kile kiambaza kimebomoka. Kiambaza kimepasuliwa. Hakipo tena. Sisi ni huyo mmoja pamoja na Mungu. Yaani Mungu amefanya makao ndani yetu. Mungu anaishi ndani yetu. Sikiliza, anasema nanyi mmejengwa kuwa hekalu. Sikiliza, sisi ni hekalu
Yesu libarikiwe sana. Wow, kiambaza kimevunjika. Wow, wako pamoja. Mungu na mwanadamu pamoja. Aliyevunja kiambaza ni Yesu Kristo aliyekufa pale msalabani. Haleluya. Asante sana, rudini. Bwana Yesu asifiwe sana. Waebrania 10 mstari wa 19 na 21. Waebrania 10:19 na 21. Neno la Mungu linasema, basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu Yesu, njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo katika pazia. Unaona? Ipitayo katika nini? Yaani mwili wake. Kwa kuwa na kuhani mkuu aliye juu ya nyumba ya Mungu. Unanielewa vizuri hapo? Unanielewa vizuri hapo? Hebu turudie tena. Anasema hivi, mstari wa 19. Basi ndugu, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu. Kwa nini jamani? Kwa damu Yesu alipokufa pale msalabani, damu yake ilipomwagika, pazia ikakatika. Pazia ilipokatika, kwa tukapata ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu yake. Kinachotupa nafasi ya kuingia patakatifu sio wewe kwa matendo yako, sio wewe ni mjanja sana, una akili sana, una pesa sana. Hapana, ni kwa damu ya Yesu Kristo pazia limekatika. Alafu anasema hivi, twende hapo chini, anasema njia ile aliyotuanzia, iliyo mpya, iliyo hai, ipitayo pazia, ipitayo pazia, yani mwili wake. Kumbe ile njia ipitayo pazia, iliyopasua ile pazia ni nini jamani? Mwili wake. Sema mwili wake. Sema mwili wake. Halo? Nasema kwa kuwa na kuhani mkuu aliye ya nyumba ya Mungu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa utimilifu wa imani, hali tumenyonyeziwa mioyo yetu, tuache dhamiri mbaya, tumeoshwa miili yetu kwa maji yaliyo safi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Kwa unaona vile kifo chake na damu yake, mwili wake ule ambao umefanyika kupasua ile pazia na kutupa sisi nafasi ya kuingia patakatifu, patakatifu. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Waebrania 4:16. Nakupeleka kwenye maandiko haraka ili ujue kinachofanyika ni halisi kabisa. Waebrania 4:16 anasema, basi na tukikaribia kiti cha neema kwa ujasiri, ili tupewe rehema na kupata neema kutusaidia wakati wa mahitaji. Come on. Sikilize. Unajua tunadhani ya kwamba tunaokoka ili twende mbinguni tu. Tunaokoka ili tumpendeze Mungu tu. Yesu alikufa peke yake ili twende mbinguni. Ni sawa kabisa. Ni sawa kabisa. Lakini kuna bonus ukiwa ndani ya Kristo. Bonus yenyewe anasema, ndugu hapo kusoma. Wakati wa mahitaji. Maana yake Mungu alijua kuna kanisa duniani, watoto wangu, acha pazia likatike, halafu wapate neema na rehema ya kukaribia kiti cha Mungu wakati wa mahitaji. Sikiliza nikwambie, mimi sielewi una mahitaji gani Pasaka hii. Sielewi una changamoto gani unapitia. Habari njema nilizo nazo, pazia limekatika. Umepata neema na rehema ya kukiendea kiti cha enzi wakati wa mahitaji. Yaambie mahitaji yako, nimepata rehema, nimepata neema, pazia liko wazi, nitaenda kwa Baba wakati wa kuishiwa, nitaenda kwa Baba wakati wa kufiwa.
kukidhiwa mahitaji. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe sana. Twende tena kwenye Ibrania 9:12-14. Wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu akisha kupata ukombozi wa milele. Kwa maana ikiwa damu ya mbuzi na mafahali na majivu ya ndama ya ng'ombe walionyunyiziwa wenye uchafu kutakasa hata kuusafisha mwili, basi si zaidi damu yake Kristo, ambaye kwamba kwa Roho wa milele alijitoa nafsi yake kwa Mungu kwa sadaka isiyo na mawaa, itawasafisha dhamiri zenu na matendo machafu mpate kumwabudu Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Anazungumzia habari ya sadaka na dhabihu ya damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani. Anasema hii sio damu ya mbuzi mwanangu. Hii sio damu ya ng'ombe. Hii sio damu ya kenge wala damu ya fisi wala damu ya mwanadamu. Hii ni damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ipate kuwatakasa matendo yenu machafu na kuwapa dhamiri safi. Haleluya. Sasa sikiliza nikwambie, wewe kanakuja kamchawi kanataka kukuloga eti kamekuja na damu ya kenge. Hawajui kwamba sisi damu ya Yesu imemwagika kwa ajili yetu. Halo? Anakuja na kutisha na mapembe yake. Mwambie tena kwanza lala, vuta shuka. Kuna mchungaji mmoja nilipenda sana ushuhuda wake. Wakati amelala ametoka kuhubiri, amechoka, mtumishi wa Bwana anapumzika, alafu kakaja kamchawi kanaingia jamaa akaona. Kanaingia kakasogea karibu na kitanda. Anasema nilijisikia kichefuchefu, yani nijisikia vibaya. Mimi mtumishi nimetoka kuhubiri, alafu kajamaa kanasema nikakusanya mate kwenye mdomo. Nikakusanya mate mengi, unajua ile mate ya usingizini nikakusanya, alafu nikavuta, nikamtemea usoni. Anasema nilipotemea usoni akageuka amenyong'onyea hivi. Kakatoka. Unajua kuna vingine vinakuja kutusumbua watumishi wa Bwana, tunataka kufanya kazi ya Mungu, alafu anakuja kanaingia katemee mate. Halo? Wengine atasua kuwakemea. Wachoka wamechoka. Sisi watoto wa Mungu tumenunuliwa kwa damu ya thamani, damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Sikiliza nikwambie, hii ni damu ya thamani, na thamani ya maisha yako wewe hailinganishi na thamani ya kitu chochote. Tumenunuliwa kwa damu ya Yesu. Tumelipiwa fidia kwenye kila eneo kwa maisha yetu. Sisi thamani yetu ni damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Usitishike na mambo ya dunia hii, wala usianze kuanza kupoteza wokovu wako kwa sababu ya mambo ya dunia hii. Usikubali eti kuanza kupoteza kazi yako kwa sababu ya mambo ya dunia hii. Halo? Unanena mtu wa Mungu? Eti dada unahitaji kazi, halafu anakuja jamaa ili ni kwa ajili inabidi tulale wote. Wewe mwambie unajua thamani yangu wewe. Wewe unajua thamani yangu? Mwambie mimi silali na takataka. Tena mwambie silali na takataka. Unanielewa? Mwambie mimi nimeoshwa, nimelipiwa kwa thamani ya damu ya Yesu. Onyesha ujasiri, halafu uone Mungu kama hajakutetea. Unanielewa? Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo watu wananunulia kitu. Tena si wadada tu, wakaka na wao wananunuliwa. Nanunuliwa kabisa. Unamwacha Yesu kabisa. Nasema jamani, sasa siku hizi kazi zenyewe shida kweli. Mitaji yenyewe haipatikani. Acha nimkubalie mara moja tu. Wewe sema tu mara moja. Alafu uone atakapokungangania kama kupe. Atakungangania. Na ukimali na shetani anakuweka mtego, mwanangu. Wewe unasema siku moja tu. Siku hiyo moja tu umefanya naye tu na mimba imeingia. Na kama sio mimba, ukimwi. Na Trump sasa hivi amesema hatoi msaada wa madawa ya kuongeza maisha. Sasa hivi tutawajua wenye ukimwi wengi sana, kwa sababu watakuwa wanapandisha kenchi taratibu. Zamani mlikuwa mnajificha. Trump sasa hivi
hatoi dawa. Wewe serikali ya Tanzania unasema tutajitahidi kununua. Kama Watanzania wenyewe njaa hizi zote shida wanashindwa kuishi, leo wakuletee dawa zile. Wewe jitunze, tukaa vizuri na Yesu. Unanielewa eh? Na kama una ngoma tayari uko hapa umeokoka, tutaruhusu damu ya Yesu Kristo kutakase, isafishe mwili wako na magonjwa kila aina. Ila wewe ulioko hapo hujakamata, usitoke nje kule. Ukitoka siku ya kwanza utanasa mdudu, usitoke. Usitoke hapa kabisa kwa gharama yoyote. Ni bora ulale na njaa ili usimpoteze Yesu. Ikiwezekana ukose kila kitu, usikubali kumpoteza Yesu. Shetani tuwekeaga mitego. Akutezea mtego utumbukie na ukitumbukia kuna gharama kubwa ya kutoka huko. Unanielewa? Gharama yake ni kubwa sana. Kwa usijaribu kabisa. Usijaribu. Kuna wengine wanasema, mimi ngoja, yule kaka ni mstaarabu. Jamani. Yaani mstaarabu kuliko hata wanasiezi wetu hapa kanisani. Kwa mimi acha ngoja nikaolewe tu. Halafu nikiolewa baadaye mimi nitarudi tu kanisani. Wewe haya. Jaribu bahati yako. Wewe rudi tu. Subutu. Wewe unafikiri Mungu amekuwa mjinga kiasi hicho? Ukienda kule utaolewa baada ya miezi 6 hata mwaka hujaisha. Mwanangu utachezea makwenzi na mangumi mpaka tukumbuka kanisani. Wewe umemwacha Mungu yaani maana yake ukaona yule jamani mwema kuliko Mungu. Lugha rahisi tu. Ukamwona yule Mungu ni mtakatifu kuliko kana. Na ukaona yeye atakusaidia zaidi kuliko Mungu. Kwa Mungu anakuacha wewe alafu kienda kule ili uchezee vichapo vizuri. Alafu baadaye urudi unatembelea magoti. Halo? Unanielewa? Na ushuhuda wa mtu mmoja ndio kutokea Gasol sio kwetu kule. Ameokoka vizuri. Amenapenda Mungu vizuri. Amekaa kanisani tena kwenye kikundi cha maombi na wadada wenzake. Wanaomba wanashuhudia mitaani. Sasa nikaja ni jamaa mmoja bwana. Nikamfukuzia yule dada, mfukuzia. Baadaye dada kaanza kurudi matatizo. Wazake wanaanza kuomba, jamani mimi nimebanwa leo. Mimi leo nafua na nguo nyingi za kufua. Ana kidogo kumbe kuna jamaa shampata kule. Hapo bwana. Yule jamaa nikamkuta kabisa akaacha kuja kanisani. Wale wadada wenzake wakashika mikono. Wakasema huyu ametuaibisha sana. Maana wale wenzake wakakosa hata ujasiri kwenda kwa anahubiri mtaani kushuhudia. Maana kila wakienda waoneni wala mwanzani kishachukuliwa na jamaa fulani kule. Wakashikana mikono wakafunga na kuomba. Wako kanisani wanamrudia Bwana yeye gani? Yule dada akiwa kule kwa yule jamaa maana akaugua kufumba na kufua stroke. Kapigwa na stroke. Jamaa yuko kazini anarudi anamkuta dada yuko hapo anajinyea hapo kila kitu anafanya nini? Anasema wewe si ulikuwa mnakola wewe? Ulikuja kwangu kufanya nini? Akasema twende kupeleka kwa lokole zako. Dada mimi nipeleke hospitali katibiwe si mimi ambia twende kwa lokole zako. Jamani kambeba mzobe. Ikaenda kanisani. Wameenda kanisani kuta wale wadada wanaomba wanamuta Bwana tuondolee aibu hii. Ni jamani kufika pale mlangoni kamtua. Nenda kwa lokole zako. Nikasema hawa dada wanaomba baadaye wanashangaa. Yule mwenzao yuko mlangoni kapigwa na stroke anajinyea hapo na hana mtu yote. Akamuuliza akamwambia baada ya hapo akanyosha maelezo. Akasema kama ndio hivi mimi kule duniani sirudi tena. Unanielewa? Sasa na wewe jaribu bahati yako. Umesema sasa la mentali nimekushukia. Umesema sasa la mentali nimekujia. Haya. Ngoja tuone. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu libarikiwe. Nachosema ni hiki hapa. Usijaribu kujichanganya. Wewe neema ya Mungu imekuja kwenye maisha yako. Kaa vizuri na Mungu. Bila sema mtakatifu na azidi kujitakasa. Usiache njia hii katika jina la Yesu. Wala usiende nyuma. Wala usiangalie kushoto. Wala kulia. Sisi macho yetu ni Kalvari katika jina la Yesu. Nasema macho yetu ni msalabani.
Anasema nitayainua macho yangu nitazama milima, msaada wangu unatoka wapi? Msaada wangu katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Yeye hasizii wala halali, yeye hachoki, yeye yuko pamoja na watu wake. Nikwambia mtu wa Changarani wa Shasenta, msaada wako katika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi. Usikate tamaa, usirudi nyuma, wala usipe moyo. Hayo majaribu unapitia na hizo dhoruba ni za kitambo. Leo ninasema nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, maana Bwana yu pamoja nami. Nikwambie, unaweza kupita kwenye bonde la uvuli wa mauti, haijalishi Bwana amekuacha. Unaweza kupita kwenye changamoto, haijalishi Mungu amekutupa. Unaweza kupita kwenye maskini, haijalishi Mungu amekuacha. Unaweza kadharauliwa, watu wakakutema maji, hata hapa kanisani wakakuona ufai, wakakuona wewe ni nuksi, wakakuona wewe ni laana, wakaja ukoo wakakusema huyu naye kadhalika. Sikiliza nikwambie, kama Yesu alimtemea mate, hata sisi wanaweza kututemea mate. Kama Yesu alimdharau, hata sisi wanaweza kutudharau. Lakini ninachojua jambo moja, utukufu wa mwisho utakuwa ni mkuu kuliko utukufu wa kwanza. Watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaookoka. Watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaobarikiwa. Watakaovumilia mpaka mwisho ndio watakaoshinda. Nami naona jeshi la washindi, naona jeshi la wamama walioinuliwa na Bwana, naona jeshi la makamanda waliompokea Yesu kwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao, ambaye Mungu hatawaacha, Mungu hatawatupa, Mungu hatawaacha. Anasema kwa majira na wakati wake Bwana atakujia, atakutoa kwenye uteka, atakutoa kwenye shida yako, atakutoa kwenye mateso yako. Bwana atakufuta machozi. Haleluya, haleluya, shangilia Yesu. Hicho kipengele cha kwanza, pazia la hekalu ni katika. Kipengele cha pili au jambo la pili lilotokea, alishuka hadi pande za kuzimu, akamnyang'anya Shetani funguo za mauti na kuzimu. Kwenye kitabu cha Ufunuo mlango wa kwanza mstari 18 anasema, mimi ni yeye niliyo hai, nilikufa na tazama mimi ni hai milele na milele, nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Piga kelele kwa Yesu. Anasema nami ninazo funguo za mauti na kuzimu. Sikiliza nikwambie sasa. Halo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tufikiri pamoja. Yesu anajitambulisha kwamba anazo funguo za mauti na kuzimu. Na kwa nini anajitambulisha hivi? Kwa sababu wakati mwanadamu ametenda dhambi, tulijitia kwenye mikono ya Shetani. Tuko pamoja eh? Amen. Tulijiweka sisi wenyewe kwenye mikono ya nani? Ya Shetani. Ni kama vile tulipigwa loka, tukawa watu wa kuzimu. Ndio maana anasema mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima milele. Sasa tulipojitia loka kwa Shetani, tulipotenda dhambi, kwa tulikuwa chini ya miliki yake. Unanielewa? Chini ya miliki yake. Kila mtu alikuwa chini ya miliki ya Shetani, chini ya utawala wa Shetani. Na alikuwa na namna yote ya kutoka huko. Baada ya kuasi, ndivyo ilivyokuwa. Lakini sikiliza, ukienda kwenye kitabu cha Warumi mlango wa 5 mstari wa 14 na 15, nasoma hapo, anasema walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wao wasiofanya dhambi ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye atakayekuja. Lakini karama ile haikuwa kama lile la kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja walikufa wengi, zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Kristo Yesu kimezidi kwa ajili ya wale wengi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana.
Kwa naona hapa nasema mauti itawala. Mauti fanya nini? Itawala. Tulikuwa chini ya miliki ya Shetani. Hakuna mtu angeweza kukatiza. Hatakuwa na hiyo nguvu, hatakuwa na ubavu. Mauti itawala. Lakini nasema kwa neema ya Mungu iliyo katika Kristo Yesu, kile kipawa cha neema kimezidi nguvu ya mauti kutawala. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kimezidi. Na kimezidi vipi? Ipo hapo sasa. Anasema Yesu alishuka akachukua funguo za mauti na kuzimu. Unaelewa mtu wa Mungu eh? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukianza kwenye kitabu cha Waebrania 2 mstari wa 14 na 18. Waebrania 2:14 na 18. Kama kuna mtu amepata asome hapo. Waebrania 2:14 na 18. Nasemaje hapo? Imeisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona msema basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na nini jamani? Damu na mwili kwa njia ya Pasaka. Tumeshiriki damu na nini? Damu na mwili. Anasema hivi. Yeye naye ndivyo hivyo alishiriki hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, ya Ibilisi. Kwa njia ya mauti Yesu alipokufa akashuka, alienda akamharibu aliyekuwa na nguvu ya mauti, ya Ibilisi. Wewe na uhakika yule aliyekuwa na nguvu ya mauti alikwisha kuharibiwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti. Haleluya. Kwa Yesu akaiteka ile kuzimu iliyokuwa chini ya Shetani, ambayo ndio ilikuwa chini ya wote, na Yesu ameshinda mauti na kuzimu. Sema amen. Yesu ameshinda mauti na nini? Na kuzimu, kwa sababu alisema na alikuwa nimekufa, Ufunuo 1:18, na sasa ni hai nami nina funguo za mauti na kuzimu. Kwa Yesu akateka nyara, akamnyang'anya Shetani, akamnyang'anya nguvu zote, akamnyang'anya mamlaka yote, akamnyang'anya kila aina uwezo, akateka Yesu. Baada ya hapo anazo funguo za mauti na kuzimu. Haleluya. Jina la Yesu libarikiwe sana. Kwenye Mathayo 16:18 anasema nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Unaona hiyo? Wala sasa sikiliza nikwambie, ameteka nyara. Unanielewa eh? Akachukua funguo za mauti na nini? Halafu anamwambia Petro, sikiliza nikwambie, nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Maana yake Yesu alijua ya kwamba tayari funguo anazo za mauti na kuzimu. Kwa hakuna nguvu ya kutoka kuzimu itakayolishinda kanisa, kwa sababu Yesu aliteka nyara, akafunga milango ya kuzimu na mauti, halafu akaipa kanisa nguvu hizo. Ndio maana kanisa tuna mamlaka, kanisa tuna nguvu, kanisa tuna ushindi. Maana Yesu aliteka nyara, Yesu alimiliki, halafu hizo nguvu akatupa sisi, akatuagiza. Ndio maana wewe hautakufa pasipo mpango wa Mungu, kwa sababu mauti haina nguvu tena kwako. Mauti haitakuweza. Nasema mauti haitapenya kwenye maisha yako. Na nataka nikutabirie Pasaka hii, Yesu alikufa na kufufuka, akakamata funguo za mauti na kuzimu, ili wale walio katika Kristo Yesu
hawatakufa kwa kulogwa na wachawi, hawatakufa kwa korona, hawatakufa kwa kifua kikuu cha kulogwa, hawatakufa kwa vidonda vya tumbo vya kupandikizwa na ibilisi, hawatakufa kwa kipanda uso, hawatakufa kwa stroke, hawatakufa kwa magonjwa mbalimbali, sio pausa, si nini. Hizo ni takataka toka kusini. Yesu mwana Mungu aliye hai alifunga malango ya kusini na akatoka akiwa mshindi. Akasema, Petro, sikiliza, mimi nimeshinda, nitalijenga kanisa langu juu ya mwamba, wala malango ya kuzimu haitanishinda. Nataka nikufikishie leo, Jumamosi ya leo, Yesu alikwenda kuzimu, shetani alitabiri funguo za mauti na kuzimu. Nakwambia wewe una nguvu kuliko shetani, wewe una nguvu kuliko mizimu ya ukoo wenu, wewe una nguvu kuliko uchawi hapa mafinga, wewe una nguvu kuliko yote ile kwenye ukoo wako. Nasema wewe una nguvu kuliko kila mazima. Nasema sisi kanisa la Bwana tunapunguza mauti na kuzimu, maana Yesu alifufuka katika wafu, na nguvu hiyo ameliachia kanisa. Hakuna atakayebaki kwa wafu, hakuna atakayebaki kwa magonjwa, hakuna atakayebaki kwa mateso ya shetani. Nasema Pasaka hii watu wa Mungu tunafufuka kwa wafu. Nasema tunatoka kwenye magonjwa, tunatoka kwenye mateso, tunatoka kwenye laana, tunatoka kwenye umasikini, tunatoka kwenye kudharauliwa, tunatoka kwenye kutemwa mate. Ndoa zetu hazitakufa tena. Katikati yetu nasema hakuna talaka, katikati yetu hakuna masikini, katikati yetu hakuna kudharauliwa, hakuna magonjwa kuua, hakuna magonjwa kutisha tena. Maana Yesu, nasema Yesu, nasema Yesu, Bwana wetu, Bwana aliyekufufuka kwa wafu, aliutangazia wewe, akasema ninazo funguo za mauti na kuzimu katika jina. Haleluya, haleluya. Kumbe kitabu cha Ezekiel mlango wa 37 kuanzia mstari wa 4, Ezekiel alipokuwa katikati ya bonde la mifupa mikavu. Halafu Mungu anamwambia, unaona nini? Akasema, Bwana, naona mifupa mikavu. Mungu akamwambia, tabiria mifupa mikavu ipate kuishi. Sikiliza nikwambie, inawezekana maisha yako, inawezekana uchumi wako, inawezekana ndoa yako, inawezekana wakati wako, uzao wako imekuwa kama ni mifupa mikavu. Ukiangalia hauoni tumaini tena, hauoni msaada tena, mambo yamekuwa magumu. Unaona kama vile laana zinakusonga. Ukijaribu kufanya biashara haziendi. Ukiingia kazini mwezi wa kwanza wa pili umefukuzwa kazi, umeanza kukata tamaa, umekuwa mtu na yumba. Nataka nikwambia hiyo ni mifupa mikavu. Nikiangalia leo Bwana amenituma kwako, nasema kuiambia mifupa mikavu iishi. Nasema iishi tena, nasema iishi tena, nasema iishi tena. Mifupa mikavu inaishi tena kwa neno la Bwana. Nasema kwa neno la Bwana, pumzi na kurudia tena. Nasema pumzi na kurudia tena. Mauti kutaka kwa jasho. Mauti ya masikini sio sehemu ya maisha yako. Mauti ya ndoa sio sehemu ya maisha yako. Mauti ya utasa sio sehemu ya maisha yako. Nasema hii ikiwa ni Aprili, mwaka huu kabla hujaisha, umeshika mimba kwa jina la Yesu. Nasema mauti ya utasa, utasa. Kila tumbo lako hapa lenye utasa, mwaka huu litashika mimba. Nasema mirija na mtumbo wa uzazi utapona kwa jina la Yesu. Hata kama umetoka kizazi umeiba, lakini kinarudishwa. Maana naona mifupa mikavu ikiruka tena kwa jina la Yesu. Nasema mimi sioni mifupa mikavu, ninaona jeshi la Bwana limefufuliwa. Naona jeshi la Bwana lenye pumzi. Naona jeshi la Bwana lilo hai. Naona jeshi la Bwana lilo hai. Ninakuja kutabiri kwako kama Ezekiel alivyotabiri. Nasema nimekuja kutabiri. Mwenye imani ashike maneno haya. Nasema mwenye imani ashike maneno haya. Huu ni mwaka wa Bwana. Ni mwaka wa Bwana. Nimetumwa kutabiri juu ya mwaka uliokubalika. Kwa watu wa Changarawe, kwa watu wa Gosheni, kwa watu wa Mafinga, hata baki kama mlivyo. Masihi wa Bwana nimetumwa, nabii wa Bwana nimetumwa.
kutabiria maisha mema, na kutabiria kuolewa, na kutabiria kuoa, na kutabiria kuzaa, na kutabiria kutajirika, na kutabiria maongezeko, na kutabiria kupandishwa viwango. Neema Yesu pamoja na wewe. Utukufu wa Mungu kubariki. Maisha yako yabadilishwe. Wanza upya tena. Anasema nitatengeneza vijito vya maji katikati ya jangwa. Nasema vijito vya maji hata mahali pasipotazamiwa. Majira ya Bwana kumjia ulimwengu. Haya ni majira ya uamsho. Sikiliza nikwambie, hata kama ndani ya familia yako hakuna hata mmoja ambaye ameokoka, sikiliza nikwambie, kitabu cha Yohana 2:28, na itakuwa siku za mwisho nitamimina roho yangu juu ya wote wenye mwili, nitamimina roho yangu. Hizi ndio siku za mwisho ambazo Bwana anasema atamimina roho. Hata wana wasiotarajiwa watahitaja jina la Mungu aliye hai. Hata wana tusiozania watatabiri kwa jina la Yesu. Mifupa mikavu itainuka tena. Hao ndugu zako unaona kama wameshindikana, kama vile wataokoka, ni swala la muda, ni swala la majira tu. Lakini kwenye siku za mwisho, kwenye siku za uamsho, na hiyo Tanzania inabarikiwa. Tanzania sio kwa dhuluma, Tanzania sio kwa laana, Tanzania sio teka watu, Tanzania ya Bwana wa majeshi, Tanzania ya haki na tabiri kama Mungu ashindwa. Siku za mwisho Bwana anamimina roho wake. Bwana anamimina roho wake kwa watu. Anamimina kwa mabinti, anamimina kwa vijana. Hapa atakuwa na vijana wanaorudi nyuma tena, hapa atakuwa na wanawake wanaorudi nyuma tena. Maana Bwana katikati yetu atatembea, na ndani yetu ataishi. Tutaitwa watoto wake, naye atakuwa baba yetu. Kwenye familia yetu atajifungua. Kwa ume zetu atakuwa pamoja nao, kwa watoto wetu atakuwa pamoja nao. Katikati ya kanisa Bwana atajifunua. Ishara na miujiza na matendo makuu. Ule mtembeo wa kanisa la kwanza itakuwa ni mtembeo wa kanisa la Goshen Christian Center. Bwana atawabarikia watu wake. Sikiliza nikwambie, bado hatujafika. Huu ni mwanzo wa majira ya Bwana yatakuja. Kanisa litapanuliwa, kuta za kanisa zitaongezeka. Zitaongezeka kulia, zitaongezeka kushoto, zitaongezeka nyuma. Madhabahu itapanuliwa. Maana Bwana anatujilia. Hadi majira ya kujiliwa na Bwana, hadi majira ya kupokea uamsho, hadi majira ya kusikia unabii wa Bwana, hadi majira ya kusonga mbele kwa imani katika Yesu. Ezekiel ndani mchezo akaanza kutabiri. Nasema mara mifupa ikaanza kusogeleana. Mifupa iliposogeleana, mara akaanza kuona mishipa inatokea. Mungu akamwambia tabiri, usichoke tabiri. Mara akaanza kuona nyama zinatokea. Mungu akamwambia tabiri, usiache kutabiri. Mara akaanza kuona na ngozi inatokea. Mungu akamwambia tabiri, usichoke. Ezekiel tabiri. Mara akaanza kuona watu wanatokea. Wanamwambia tabiri, pumzi ikatokea. Ataona jeshi la watu limeinuka. Sikiliza nikwambie, naona jeshi la watu. Hii matinga inabariki, hii matinga inapinduliwa, hii matinga inamjia Kristo. Naona kwenye ukoo wako kuna watu usiodhania watakuwa mstari wa mbele kuja kwa Bwana. Watauliza, mbona tumechelewa? Mbona tulikuwa wapi? Mbona hukutuambia mapema? Ni majira ya Bwana akiwania. Na Mungu anasema Bwana akiwa upande wetu, ni nani atakayekuwa kinyume nasi? Tena anasema kwenye Warumi 8, tunashinda na zaidi ya kushinda kwa yeye aliyetupenda. Yesu aliyetupenda. Bwana anaenda msalabani. Nampenda Yesu kwa sababu amenipenda. Ninashinda katika Yesu. Ninashinda katika uteka wangu. Ninashinda kwenye magonjwa. Ninashinda kwenye umasikini. Ninashinda kwenye taabu. Maana Yesu ameshinda. Maana Yesu ameshinda. Mimi sielewi unapita kwenye hali gani. Sijui unapita kwenye taabu gani jioni leo. Mimi sijui una mzigo gani. Lakini nikiangalia maneno haya ya Yesu, natiwa moyo katika jina la Yesu.
nainuliwa tena. Nikiona pazia liko katika, najiona niko pamoja na baba yangu. Sikiliza nikwambie, pazia lilikatika kwa ajili yako. Nikiona Yesu alipoenda kuzimu akamnyang'anya shetani funguo za mauti na kuzimu, ninaona uzima kwenye maisha yangu. Ninaona kutiwa nguvu. Sioni mauti tena. Nasema sioni magonjwa tena. Nasema sioni mauti tena. Sioni kushindwa tena. Sioni kunyong'onyea tena. Sioni umaskini tena. Nikatabasha karabasha. Hebu simama hapo ulipo. Simama. Tuna muda sio mwingi. Nataka tumwite Bwana aliyepasua pazia la hekalu. Leo kwa njia, nasema kwa njia ya mwili wake, leo anakutana na maisha. Mungu hazuiliwi na viambaza vyote. Mungu hazuiliwi na kuta wa aina yote. Hakuna kinachomzuia Bwana. Sikiliza nikwambie, aliyeshuka chini akakamata funguo za mauti na kuzimu, leo atafunga mauti kwenye maisha yako. Atafunga mauti kwenye tumbo lako la uzazi. Atafunga hiyo mauti ya umasikini. Atafunga hiyo mauti ya talaka. Atafunga hiyo mauti ya kuachwa. Atafunga hiyo mauti ya uzao wako. Watoto wako wamepotea, wamemkataa Yesu, hawataki kuambatana na wewe. Atafunga hiyo mauti inayokuandama ya kukataliwa na kutokuolewa. Atafunga hiyo mauti inayokuandama ya hali ngumu ya uchumi. Ninamwona Yesu wa Galilaya aliyekufa na kufufuka. Leo natangaza, leo ni siku ya mauti kufungwa. Ni siku ya nguvu ya mauti kuharibiwa. Leo ni siku ambayo tunakumbuka pazia lipo katika. Inua mikono yako juu. Omba sana pamoja nami. Sema, ee Bwana Yesu, asante kwa neno lako. Asante kwa uvuvio na nguvu yako. Asante kwa ushindi kwenye maisha yangu. Nimeshinda mauti na kuzimu. Roho ya mauti, hofu ya kifo inayoniandama, leo naitangazia sitakufa, bali nitaishi ili asimulie matendo makuu ya Mungu aliye hai. Yesu yu hai ndani yangu. Ikiwa Yesu yu hai ndani yangu, sitakufa. Mauti, iko wapi nguvu yako? Uko wapi kushinda kwako? Mauti, hautakula maisha yako. Hautakula ndoa yangu. Hautakula uzao wangu. Hautakula uchumi wangu. Mauti, hautakula kibali changu. Hautakula nafasi yangu. Iwe ni kazini, iwe ni kwenye huduma, iwe ni kwenye familia. Nafasi yangu ya kuwa mume, nafasi yangu ya kuwa mke, nafasi yangu ya kuwa mtoto, nafasi yangu ya kuwa mzaliwa wa kwanza. Mauti, hautakula hiyo nafasi. Hautakula hiyo nafasi. Nafasi yangu ya wokovu, hautakula hiyo nafasi. Mauti, leo nakutangazia. Yesu yu hai ndani yangu. Yesu yu hai ndani yangu. Kila mipango ya ushindi, roho za shetani zinazonifuatilia, roho za ibilisi zinazotafuta hatima yangu, hatima ya watoto wangu, hatima ya uzao wangu, hatima ya familia yangu, hatima ya ukoo wangu. Ewe mauti, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, mauti nimekushinda katika jina la Yesu. Kila dua za wachawi na wasoma nyota waliofanya kwa ajili yangu, wakatoa na kafara, wakasoma na dua ili kuharibu hatima maisha yangu, ili kuiba vipawa na karama na kibali Mungu ulichonipa, katika jina la Yesu leo, kwa kazi ya msalaba na kwa damu ya Yesu, inatambua na badilisha
hizo dua hizo laana za vishirikina za wasomanyoka, hizo laana za wapunga pepo, hizo laana za wachawi kwa jina la Yesu, toka, teketee, ninateka nyara afya yangu, ninateka nyara utajiri wangu, ninateka nyara baraka zangu, ninateka nyara tenda zangu, ninateka nyara vipawa na karama ulizonipa Bwana, ninateka nyara. Nasema nimekombolewa kwa damu ya Yesu, nimekombolewa kwa damu ya thamani, nimekombolewa katika jina la Yesu. Sitarudi nyuma tena. Hizo roho za shetani zinazoandama ukoo wangu na familia yangu ili tusiwe wacha Mungu katika jina la Yesu. Roho inayotuandama ya kutokudumu katika wokovu, kurudi nyuma, kurudia matatizo, leo nazifukuza kama kwa jina la Yesu, kama kwa damu ya 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 Yesu. Teketea kwa moto, teketea kwa moto hizo madhabahu zinazosimama kinyume na hatua za maisha yangu, na hizo madhabahu zinazosimama kinyume na hatua za uchumi wangu. Sipigi hatua kwenda mbele, narudi nyuma kila wakati. Hiyo vita shetani unayoitengeneza leo ninaikomesha, leo ninaivunja kwa kazi ya msalaba, kwa kazi ya msalaba. Toka kwa damu ya Yesu, teketea kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Naiteketeza madhabahu iliyo kinyume na maisha yako. Tuko kwenye vita. Usikae kama mtazamaji, hakuna mtu anaonyesha shamba. Kila mtu apambanie hatima yake. Pambania urithi wako katika Kristo. Pambania wokovu wako. Pambania utajiri wako. Pambania uchumi wako. Pambania. Ikatabashaka nabaka. Ikatataka. Anabashika nabaka. Bwana ukombozi. Baba ukombozi. Leo Yesu alichukua funguo za mauti na kuzimu. Katika Yesu, kila mauti inayoangalia maisha yako, kila mauti inayoangalia usawa, kila mauti inayoangalia hatua zako kwenye huduma, toka kwa damu, toka kwenye afya, teketea kila mauti inayoangalia utu, hiyo mauti ya magonjwa, hiyo mauti ya ufukara, hiyo mauti ya masikini, hiyo mauti ya kushindwa. Tumeandikiwa sisi ni washindi na tunashinda na zaidi ya kushinda. Nikatabashi tena imeandikwa, kwa kupigwa kwake tumepona, kwa kupigwa kwake tumepona. Na kutabiria kila mwenye magonjwa, shona leo anapokea uzima. Una mgonjwa uti wa mgongo, umeua pingili zimetoka kwenye sehemu yake. Leo naziamuri kwa pingili zirudi. Ulioona vidonda vya tumbo na tumbo mara zote linakusumbua, leo naliamuri kwa tumbo lipokee uzima. Pona hiyo tumbo, nafuta vidonda vya tumbo, nafuta vidonda vya tumbo kwenye utumbo mpana, kwenye utumbo mbaya. Leo nateketeza kila mahali kwenye maisha yako palipo na madhaifu yayo macho yaliyoanza kupata upofu. Leo kwa jina yanapokea sight, yanaweza kuona vizuri katika jina la Yesu. Toka magonjwa, toka magonjwa, toka upofu, toka maskini, toka kwa damu, toka kwa damu, toka kwa damu. Teketea, 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 teketea. Yeketeketeba,
basha rikatabashikaraba. Endelea kuomba, chochea rikatabashakaraba. Bwana tembea kati. Roho Bwana shuka kama siku ya Pentekoste. Roho Bwana yu juu yetu. Amenipaka mafuta kwa kufungua ukubwa, kutangaza mwaka wa Bwana uliokubalika. Roho Bwana amenituma kwa ajili yako. Roho Bwana amenipaka mafuta kwa kufungua ukubwa. Kwa mikono yako iliyofungwa, shetani kafunga mikono yako. Imeshindwa kushika utajiri. Kila ukipata hela kidogo zinapotea. Hawezi kufanya mipango ya maendeleo. Hiyo ni roho ya umasikini na kutafuna. Na nimeiona ewe roho ya umasikini, popote ulipofunga mikono ya huyo mama ya huyo baba, leo namfungua katika Yesu. Pamoja mikono yako, pamoja viganja vyako, pekea kwa jina la Bwana Yesu. Wewe ya shetani uliyekamata miguu ya huyo mama, umefunga sipige hatua kazini kwake muda mrefu, hakuna promotion, hakuna kuongezewa mshahara. Ameganda hapo alipomgandisha. Hatua zake umezishikilia, hatua za biashara, hatua za uchumi. Leo nafungua miguu yako na washa moto. Na tangaza mwaka wa Bwana kubaliwa. Na achilia moto. Waliosifaya. Na achilia moto. Watu wa Bwana wanafunguliwa. Nasema funguliwa. Toka mateso. Toka hali ya kukata tamaa. Toka hali ya kushindwa. Teketea. Roho Bwana nchi yangu amenitia mafuta kwa kufungua kufungua kila nina na vifungo vya shetani. Roho za utasa. Ewe roho ya utasa uliyekaa kwenye tumbo la huyu mama, kwenye tumbo la huyo binti. Roho ya utasa na kukemea. Toka uliyeshika tumbo lake, uliyeshika viungo vya uzazi katika jina la Yesu. Uliyeshika viungo vya uzazi kwa huyo mwanaume, hata ameambiwa hana nguvu za kiume. Ni wewe pepo umekaa ndani yake. Ni wewe pepo unataka kuua ndoa yake. Ni wewe pepo unataka kuua ndoa yake. Na katabashakara ikitekaka na bashakara rikatatata rikata. Kila mtu atetee maisha yako mbele za Bwana. Tetea hatima yako, tuchumilia taji yako. Katabashakara. Bwana leo angalia kilio cha watu. Bwana kumbuka mateso ya watu, kama unakumbuka mateso ya wana wa Israeli walipokuwa Misri chini ya Farao. Ukamtuma Musa kuwatoa kwenye mateso yao. Roho Bwana shuka leo, vifungo vinafunguliwa. Maana Yesu alishuka kama pande za kuzimu, akamnyang'anya shetani funguo za mauti. Nasema shetani hana nguvu tena kwetu. Shetani hana mamlaka tena kwenye maisha yako, kwenye uchumi wetu, kwenye ndoa yetu, kwenye hatima yako. Nasema unatembea na Bwana, unaelekea Kanaani yako na kutabilia kwa jina la Bwana Yesu. Nenda Kanaani yako sasa. Leo natoka Misri, leo natoka jangwani, leo vuka Yordani yako, leo angusha Yeriko. Toka Yesu, toka kwa jina la Bwana Yesu. Teketea roho za mashetani, roho za mizimu, roho za mapepo, mateso ya kila aina, ufungu wa kila aina. Nasema leo toka kwenye gereza, toka. Isa anasema kuna watu wako kwenye magereza, kuna watu wako kwenye vifungo na hakuna asemaye toka. Leo shujaa wa Bwana nasema toka, na kuita kwa jina lako. Na waita wanawake wa Mafinga, toka kwenye magereza. Naita vijana wa Mafinga, toka kwenye gereza. Leo ni siku ya kutoka. Takataka rikabashakarabaka rikataka rikabashikarabaka. Leo kuna watu wanatoka. Na baada ya leo utaanza kuota ndoto za kutoka. Utaanza kuota ndoto za kutembea. Utaanza kuota ndoto za kupiga hatua. Nasema baada ya leo fire. Rikataka rikabashakarabaka rikataka utaanza kuota ndoto za utajiri. Utaanza kuota ndoto za kubarikiwa. Utaanza kuota ndoto za kuzaa watoto. Utaanza kuota ndoto
jema kutoka kwa Bwana. Utaanza kuota ndoto za maongezeko, ndoto za mafanikio, ndoto za kuinuliwa na kutabiria kwa jina la Bwana Mwenyezi. Ni majira ya kutoka. Pasaka ni majira ya kuwekwa huru, maana Yesu amelipa gharama. Yesu alipa fidia. Yesu amelipa fidia. Hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu, maana sheria ya uzima imekutenga ndani ya sheria ya dhambi na mauti. Hiyo hati ya mashtaka walioandika wachawi, hiyo hati ya mashtaka walioandika mizimu ya ukoo wenu, hiyo hati ya mashtaka maskini, hati ya mashtaka maisha duni, hati ya mashtaka leo naifuta kwa damu. Leo naifuta hati ya mashtaka waliotuandikia ya kwamba tutafanikiwa, wakatuambia ukaona. Hiyo hati ya mashtaka, nasema hiyo hati ya mashtaka leo tunaifuta. Leo tunaifuta. Leo tunaifuta. Leo jioni leo ya kufuta kila hati ya mashtaka. Jioni leo tunafuta. Mama nafuta hati ya mashtaka. Hiyo hati na ishara, hiyo hati na iteketeza, hiyo hati ya mateso leo naifuta. Naandika hati mpya. Naandika hati mpya. Neno Bwana sema hata mtu akiwa ndani ya Kristo na amekuwa kiumbe kipya, ya kale amepita, tazama amekuwa mapya. Holy Ghost fire. Roho Bwana amelipaka mafuta kwa kutabiria. Kuanzia leo mambo mapya yanaanza. Kuanzia leo ukurasa mpya. Roho Bwana amelipaka mafuta kwa kutabiria leo. Holy Ghost fire. Kwa Jesus. Sogea hapa Bwana Daudi, tuone Mgalilaya anavyotenda maajabu jioni leo. Mapepo watu watawekwa huru, vifungo vinakatika. Leo watu wanaondoka na utajiri wao. Leo watu wanaondoka matumbo yamefunguliwa. Aliyekufa akafufuka yu hai. Nasema yu hai, endelea kuomba. Halafu shikana mikono. Kila mmoja mshike mkono ndugu yako. Raundi ya kwanza mshike mkono, raundi ya pili. Halafu mimi nitaachilia nguvu ya Roho Mtakatifu. Na itafuma kama upepo uliposhuka siku ya Pentecost. Halafu wote tutachao. Wote tutachao. Wale kule mbele nyuma tunashuhudia. Na wale wingi wa Bwana. Na wale upulio. Leo Bwana anasubiria mipaka. Anasubiria mipaka. Na kutoa madilisho. Na kupiga tu. Na watu wote wamefunguliwa. Na wale zinakatika. Na wale miujiza inatembea. Yesu Galilaya ndio mahali hapo. Yesu Galilaya pika. Anaomba kwa yule anayeshika. Katika Yesu. Ule pepo wa siku ya Pentecost. Bwana akashuka. Nasema Holy Ghost pika. Pokea neema. Nena kwa lugha. Mbingu zinafunguka. Utukufu umeshuka. Nena kwa lugha. Siachilie kwa Bwana. Chukua moyo wako. Chukua kila kitu. Na achilia umekizo roho. Ipateshe. Pika.
Kwa
maisha Bwana Yesu katika Yesu ninakuamisha wewe njia iliyojaa mimba wewe njia iliyojaa mateso nakuondoa nakuamisha wewe barabara safi barabara ya nyumba barabara ya furaha barabara ya upendo barabara ya amani barabara ya utulivu katika Yesu Bwana Yesu mapito yako Bwana Yesu Roho Mtakatifu teketeza kila laana kila mateso kila uharibifu kwenye maisha yako kwenye ndoa yako kwenye uchumi wako Baba chochote kileta ya kuwa hataenda mbali leo bila tabia anaenda mbali leo bila tabia anafanikiwa na kufika kilengo cha utukufu na kufika kibali na kufika baraka na kufika ushindi na kufika neema na kufika kibali katika Yesu Bwana Yesu malaika wa Bwana wakulinda kutunza katika Achilia kibali, achilia ushindi, kuanzia leo ushindi, haupiti ushindi, ushindi, Bwana kukusha, Bwana kukusha, Bwana kukusha, kila yale kwa mbele yako, kila ukuta mbele yako, kila watu mbele yako, bila pasiku, kwa mchezo, kwa ushindi, kwa neema, kwa upendo, leo nakomesha madansu leo nitauteka na mateso leo narudisha leo narejesha kukutangazia mshindi, kukutangazia kichema, kukutangazia maisha yetu. Haya tishio ya wapifu, haya tishio ya maisha matupu. Leo anakomesha Bwana akupe ushindi, akupe furaha katika mzee wako, akupe mateso, akupe magonjwa, akupe Bwana wabariki mzee, Mungu wako unatoka unaopata tuna za kubariki katika jina la Bwana Yesu. Ushindi wake achia na wewe achia nasema achia nasema achia katika Yesu
kila leo chama leo kuna kuinuka tena. Familia inuka kwenye uchumi wako. Leo nakutabiria inuka kwenye ndoa yako. Leo nakutabiria inuka kwenye kazi yako. Na pasa mipungo na kuja bila na kata mapigo ya chuma kama mapigo ya shaba na katekeza kwa moto na katekeza tena. Hawa misi unaona hautaona tena. Nasema hawa misi unaona kwenye maisha yako miaka 3 4 5 iliyopita. Unaona kuanzia Januari tangu mwisho. Nasema kuanzia leo utani. Na leo hawa misi unaona hautaona tena. Na wapiga mapigo ya chuma na wapiga na wavuta vipande na teketeza wapiga na wavuja na wateketeza kwa moto na wapiga na wapasua wanaotesa hatima zetu, wanaiba maisha yetu, wanaiba nyota zetu, wanaiba kibali chetu. Leo na wapiga na wapasua na wavuja vipande na ingia katika ulimwengu wa roho. Maana Mungu ni roho na ingia natembea katika ulimwengu wa roho kwenye maisha ya kila mtu. Na ingia kwenye ulimwengu wa roho kwenye maisha ya kila mtu. Na ingia kwenye ulimwengu wa roho kata basi. Baba, kila nafsi na roho ya watu waliokoka naziweka chini ya ulinzi na mamlaka yako. Naweka chini ya ulinzi na mamlaka yako. Sasa roho Bwana tawala miliki maisha ya kila mtu. Leo tunapaswa mifungo yetu. Tunakata nila zote. Ninavunja mapigo ya magonjwa. Ninavunja mapigo ya makesho ya kila aina. Ninapaswa kwa Yesu. Ninapaswa na sabatisha. Nasema leo njia yako iwe nyepesi. Njia yako iwe kama barabara ya lami. Njia yako iwe kama barabara ya lami. Haina mavumbi, haina changarawe. Nasema haina milima na mabonde. Ninasawazisha. Bwana anasema nitatangulia mbele yako na kusawazisha mahali palipopauza. Na ruhusu Bwana atangulie mbele yako. Apaswe, asawazishe njia yako. Njia yako kwenye moja ni ndoa. Njia yako kwenye kazi yako. Njia yako kwenye uchumi wako. Njia yako kwenye familia yako, kwenye uzao wako. Leo Bwana anatangulia mbele yako. Anatangulia mbele yako. Anapasua hiyo milima. Anapasua, anasawazisha, anatukia vitu kwa mabonde. Nitatabasha, Kuanzia leo utaona mambo yanaenda. Hapatakuwa na laana tena. Hapatakuwa na mikosi tena. Mauti haitatajwa tena. Hiyo roho ya mauti inayotembea kwenye familia yako, imetembea kwa kaka yako na dada zako, imetembea kwa wazazi wako, na imeanza kutafuta. Umeanza kuona hofu ya mauti. Roho ya mauti na kupasua na kupiga kwa nafsi. Roho ya mauti na kupasua na kupiga na kuteketeza. Roho ya mauti unatembea kwenye familia. Umetoka kwa dada yake, umetoka kwa kaka yake, umetoka kwa wazazi wake, umeanza kumtafuta. Hiyo roho ya mauti inaanza kumkabisa. Anaota ndoto za mauti, anaota ndoto za mauti, umeanza kumtafuta. Leo nakupiga roho ya mauti. Leo nakupiga roho ya mauti. Sisi tumezikwa pamoja na Kristo na tumezikwa pamoja naye. Roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti. Toka kwa nchi. Toka kwa nchi. Toka kwa nchi. Kuteleza na kupasua vipande. Hauna nguvu tena kwenye maisha yetu. Hauna nguvu tena kwenye uchumi wetu. Hauna nguvu tena kwa uzao wetu. Roho ya mauti kwa uzao. Roho ya mauti kwa watoto wako. Roho ya mauti kwa uzao wa tumbo wako. Roho ya mauti kwa uzao wetu. Roho ya mauti inapasua. Hatutapoteza watoto wetu. Hatutapigwa na watoto waliotoka kwenye matumbo yetu. Wale hawateseka na magonjwa katika Yesu. Roho ya mauti kwenye maisha yetu. Kwenye uzao wetu. Kachia watoto wetu. Kachia maisha yetu. Roho ya mauti, hatutapoteza watoto wetu. Hatutapoteza uzao wetu. Nasema tutapoteza. Nasema tutapoteza. Nasema tutapoteza. Roho ya mauti, unatafuta uzao wetu. Unatafuta watoto wetu. Unatafuta uzao wetu. Unatafuta waume zetu. Unatafuta wake zetu. Unatafuta ndugu zetu. Unatafuta wazazi wetu. Roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti.
inapitisha msako. Roho ya mauti na tafoneo inapigwa na kupitisha msako. Mtu moja kwa moja nasema hiyo roho ya mauti inaotembea kwenu, hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya mauti, hiyo roho ya mauti, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Tulikufa pamoja na Kristo na tukafufuka pamoja naye. Hatutakufa tena bali tutaishi. Tunasimulia matendo makuu ya Mungu. Hatutakufa tena bali tutaishi katika vitu tukushi. Asante Baba. Asante kwa neema yako. Asante kwa baraka zako. Asante kwa ushindi wako. Asante Bwana. Asante Roho Bwana. Roho Bwana katikati yetu tembea. Roho Bwana tembea. Roho Bwana tembea. Roho Bwana maisha mapya. Andika hatima mpya jioni leo. Tutatembea katika wingi wa ushindi wako. Tutatembea katika wingi wa baraka zako. Tutatembea katika wingi wa uzima. Katabashi. Kiti mkuu pake mfundisha. Mtu tukukaa. Mtu tukukaa. Ewe ni Mungu. Inajua Mungu. Imejua Yehova. Hebu mshukuru Mungu, mwambie asante Bwana. Wewe umeniona. Sio maneno, mwambie asante Bwana. Kwa kuwa umeniona. Asante Bwana. Asante Yehova. Asante Mtakatifu. Uinuliwe wewe. Wewe ndio kuinuliwa. Utukufu ni wako. Utukufu ni wako Mfalme. Utukufu ni wako Masihi. Utukufu ni wako Bwana wa Bwana. Utukufu ni wako Yehova yule. Utukufu ni wako Mfalme. Utukufu ni wako Yemedani. Utukufu ni wako Yehova yule. Utukufu ni wako Mtakatifu.